Kwa jina naitwa Edwin Filipo Milanzi, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mabwepande. Nimekuja hapa kuwathibitishia kwamba tangu tumeanza kutawala Chama cha Mapinduzi, hili eneo linajulikana ni utawala wa Chama cha Mapinduzi kupitia mipaka ya Mpiji Magoe na Mabwepande. Hata mbio za mwenge zinapokuja ni sehemu ambayo wanapokezana. Hata mbio za mwenge zinapokuja wanapokabidhiana kati ya wilaya ya Ubungo na manispaa ya Kinondoni, hii ni sehemu ambayo maalumu huwa wanapokezeana kwamba watu wa Ubungo wanarudi kwao, wilaya ya Kinondoni wanachukua mwenge na kuendelea. Lakini ninachosikitika sana kikubwa kwamba mamlaka ya jeshi la polisi ndio linafanya nguvu hii kupitia kauli ambazo wanazipata zisizokuwa sahihi. Kwa sababu hata jeshi la polisi lenyewe matukio makubwa yalikwisha jitokeza kwenye eneo hili. Alikufa mtu, watu wa Gogoni walikataa wakasema huko sio kwetu. Polisi la Mabwepande ndio waliokuja kuchukua mwili na wakaweza kufanya taratibu zote za mazishi huko mbele zinakoendelea. Lakini kikubwa zaidi mimi nasikitika kama kiongozi wa chama tawi la Mabwepande, ninachosikitika nacho, wananchi hawa wamechagua serikali ya mtaa kupitia mtaa wa Mabwepande. Lakini sasa hivi mnavyoona wamejaa hapa, wamegoma, wataki kujiandikisha daftari la kudumu kwa sababu wanaona haki zao za msingi hazifanyiwi vizuri. Wanashangaa wako wapi, kwa sababu Ubungo wanawatilia fujo, wanakuja kuwabomolea vibanda vyao na wao wanashindwa kwenda kujiandikisha daftari la kudumu, wakati hili zoezi ni la kitaifa. Kwa hiyo mimi ninachokisii ni kitu kimoja. Serikali naomba waangalie mgogoro huu, kwa sababu huko kisheria wako mahakamani miaka mingi, na kama kuna haki zitendeke. Lakini mimi kwa majina naitwa Akitei Francis Msimbe, ni mjumbe wa shina namba 19 katika tawi la Mabwepande, mtaa wa Mabwepande, ndani ya kata ya Mabwepande, wilaya ya Kinondoni. Kwa ufupi, tulikuwa na mgogoro wa ardhi, kwa maana tumevamiwa kuweza kubomolewa. Nasema tumevamiwa tokea mwaka 2020 mwezi wa 7 tarehe 30. Lakini tulikuwa hatukuweza kushtakiwa mahala popote pale, na ndio maana nasema tumevamiwa, wala kuweza kutiwa hatiani mahala popote. Lakini mwisho wa wakati tumeenda mahakamani. Baada ya kwenda mahakamani kuweza kudai nyumba zetu zimebomolewa tokea tarehe hizo, kesi kaendeshwa mpaka ilipofika mwaka 2024, ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 12. Hukumu ikatoka, hukumu ndogo ikatoa maelekezo namna ya kuweza kufanya, kwa maana tuweze kuishtaki serikali au kuiunganisha serikali katika kesi yetu. Lengo kwa sababu kumeonekana kuna mgogoro wa mipaka katika upande wa Mpiji Magoe na mtaa wa Mabwepande, naona ndani ya wilaya ya Ubungo na wilaya ya Kinondoni. Na sisi katika taratibu tumefanya hivyo, lakini wakati tunaendelea kufanya hivyo, hapa katikati yule mdaiwa wetu akaja na mtu mwingine anaitwa Binisanga, Witness Sanga. Yeye kajitambulisha yeye kama mwekezaji ambao amenunua ile eneo letu lote ambao sisi tunagombania mahakamani. Naye alichokuwa amekifanya Witness Sanga akaleta greda. Alipokuwa ameleta greda, ikibidi tuweze kuwataarifu polisi, tukae na kituo cha polisi Mabwe. Hatukuishia hapo mpaka kituo kikubwa Oysterbay. Tumetaarifu habari zote, lakini nao wametoa angalizo kwamba kusiendelee chochote, kazi isimame mpaka tusikilize hatima ya mahakama. Cha ajabu, tunarudi huku mwenzetu anaendelea kuingiza greda, anasafisha vifusi vyote na eneo lote lile anaendelea kulima mpaka dakika hii. Yani hatuelewi kwamba serikali na sisi wenyewe kwamba inafanya kazi gani, yani zidi ya mtu mmoja mwenye amri yake binafsi. Wala mahakama yote imezalaulika. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie sana. Sasa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, najua ni rais ambao anakuwa anapenda watu. Na mimi ni mjumbe wa chama chake, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nafanya kazi chini yao, lakini upande wa wananchi jinsi wanavyokuwa na nyasika, tunakamatwa. Unakuta ukishasema tu, yani wakishaona kwamba fulani anapaza sauti, unakamatwa, unaenda kuwekwa kituo cha polisi. Na kituo asilimia kinachokuwa kinatumika sana na huyu mwenzetu ambao mlalamikiwa wetu ni kituo cha polisi Gogoni. Kwa majina naitwa Leila Juma. Niko hapa kama na miaka kama 6 hivi.
katika eneo husika. Tumevunjiwa nyumba zetu kwa kuonewa sana. Nilisikitika sana. Niko hapa kwa muda mrefu. Nilivunjiwa nyumba yangu na wenzangu. Nyumba zetu zote zilivunjwa. Tumeshtakiwa, tumeenda mahakamani, tunaona mpaka sasa hivi hakuna utetezi unaokuja upande wa kwetu sisi. Mama yule anatuonea. Wametukamata, wametupeleka ndani. Moja wapo mimi nimekaa ndani Ugogoni. Nimekaa ndani tukaendesha kesi, lakini yeye yule mama hakufika eneo husika ya kesi. Kesi imeenda upande mmoja mpaka ikaisha, kakimbia. Mpaka sasa hivi sisi tunaomba jamani. Tunaomba kilio chetu hichi Mama Samia atusikilize. Kwa nini tunanyanyasika? Kwa sababu gani? Hii serikali iko wapi? Au hatuna serikali? Tujue moja, hatuna serikali, lakini sisi tunanyanyasika. Wamama tuna watoto, tunakimbia na watoto, tuna makaa kwenye saiti za watu. Kwa sababu gani? Rais hayupo. Tuko kwenye shida kubwa. Tuna kesi zinanurukana mahakamani. Kwa sababu gani? Rais yuko wapi na hatumuoni? Na kama kuna wengine wapo katika eneo hili, sisi tunaomba wajitokeze watutetee. Jina la Focus Samson, ambaye kwenye shauri linaendelea mahakamani. Mimi ni mtu wa 84 Mahakama Kuu kwa Mheshimiwa Jaji Gwae. Kesi hizi tumeziendesha muda wa miaka mingi sana, na hatujawahi kushtakiwa, hatujawahi kupewa notice ya aina yoyote ya kuwa sisi kushtakiwa sehemu yoyote. Tumevunjiwa nyumba zetu, tumekwenda mahakamani na mahakama imetoa hukumu yake kwamba hakuna aliyekuwa mshindi katika lile eneo. Yeye sio mshindi wala sisi sio washindi. Na tumepewa maelekezo na mahakama mbele ya Mheshimiwa Jaji Gwae, tumeyafanya ya kuishtaki serikali, kamishna wa ardhi, mkurugenzi Kinondoni, mkurugenzi Ubungo na msajili na wengine pia ambao walisaidia waweke katika hilo shauri. Tumefanya hayo yote. Baada ya hayo tunapambana kwa tupo nje ya eneo, lakini tayari sasa wanatufahamu. Kila wakituona sehemu yoyote wanatukamata, tunapelekwa kituo cha polisi Gogoni. Tunawekwa ndani. Hatuna msaada wowote. Hata kama ukikuta huko barabarani wanatembea wana walinzi wao ambao ni kampuni ya Hot Fire Security. Wanakukamata sehemu yote kwa sababu wanatujua, washaelekeza majina yetu. Watukamata, tunapewa kituo cha polisi Gogoni. Tunafunguliwa kesi za aina mbalimbali. Tunajaribu kupambana nazo. Takriban tuna kesi karibu 5 zinaendeshwa pale mahakamani. Sasa nyinyi mnahitaji nini sasa? Tunaomba serikali tusaidie ili tusikie na sisi kilio chetu, kwa sababu hati inayotubomolea sisi pale, hati ya widhara inayokuja sisi kututesa pale, imesajiliwa, uombaji wake ameomba, aliombea Kibamba na ili eneo liko Mabepande. Tunaomba serikali tusaidie. Je, ni halali hati inayozungumzia au procedure yake inayotoka Kibamba CCM kuja kusumbua watu wanaokaa Mabepande? Na wakati tuko mahakamani pale, kamishna wa ardhi alitokea, akaja, aliitwa, akatoa hati, akatoa procedure inayosema kwamba yule mama alipewa heka 20 na chama cha CCM Kibamba, sio Mabepande. Lakini hati yake ya mkononi ambayo anayo yeye ina hekta 25. Kamishna ndio swali aliulizwa na wakili wetu Mheshimiwa Daniel Oduo Otieno kwamba hizo zingine zilitoka wapi. Kamishna alijibu kwa kinywa chake mbele ya Mheshimiwa Jaji Gwae kwamba hajui zilitoka wapi hizo zingine. Na awali ya hapo kuna wazee ambao waliwahi kuilalamikia hiyo hati, walikuwa wazee 5 wakailalamikia hati hiyo, wakaandika barua zikaenda Dodoma. Zile barua hazikufanywa kazi yoyote na vitengo husika kwamba zimeingilia maeneo ya watu wengine. Hatimaye tulivyoingia mahakamani, Mheshimiwa Jaji Gwae alihoji kuhusiana na jambo hilo kwamba hii hati haijawahi kulalamikiwa. Kamishna akajibu kwamba imewahi kulalamikiwa. Akamuuliza kwamba baada ya kuwa umepata habari hizo, mlifanya hatua gani ili kuweza kusaidia wananchi ambao hati hii inawasumbua, imeingilia maeneo yao?
Kamishna akasema tulikuwa tunalifanyia kazi. Jaji Mheshimiwa Gwaya akauliza kwamba miaka mingapi imepita mfanyii kazi mpaka leo mnasubiri mpaka wananchi wauane? Kamishna hakuweza kujibu chochote pale, alinyamaza kimya, kamishna wa ardhi. Hivyo tunaomba serikali itusaidie. Toka awali miaka hiyo yote tunafahamu kabisa kwamba hii ni mabepande. Hata wazee waliokuwa wanagawa maeneo haya hawajafa, bado wapo hai. Hata wakihitajika waonekane, tuko tayari kuwaleta waliokuwa wanagawa maeneo haya kwa dokumenti maalum ambazo zilikuwa zinawaamuru kugawa maeneo haya kutoka kwa serikali ya ngazi za juu. Wakati huu alikuwa January Makamba mkuu wa mkoa, Rita Mlaki alikuwa mkuu wa wilaya. Dokumenti zote zipo, mpaka gazeti la Mwananchi lipo, tunalo. Sasa sisi tunashindwa kuelewa kwamba sasa serikali yetu inasaidia. Tunaomba itusaidie. Sasa huyu mama ni nani? Mbona kama anataka? Huyu mama ni Jeni Nyangasa Mwakatuma. Yeye alisema kwamba alikuwa ni karani mahakamani, lakini alisema aliwahi kufanya kazi Wizara ya Ardhi. Hata wakati tupo kwa mheshimiwa jaji pale, jaji alimuuliza. Jaji Mheshimiwa Gwaya akamuuliza, akasema mimi ni jaji lakini nimetafuta hati ambao ya eneo langu lililoko Madale. Sijapata huu mwaka karibu wa 5. Wewe umepata-pataje haraka? Akasema ni rahisi sana. Unapangusa meza tu unapita. Mheshimiwa Jaji Gwaya akamwambia kumbe ulisafisha meza ndio maana ukapata hati haraka? Akasema ndio. Mheshimiwa Jaji Gwaya akamwambia, "Je, nikikupatia na mimi unitafutie kwa haraka napata?" Yule mama alijibu mbele ya Mheshimiwa Jaji Gwaya kwamba ndio inawezekana. Tunaomba serikali itusaidie isikie kilio chetu. Sisi tuna familia, tunaishi hapa toka miaka hiyo. Kama ni watu waliokosea, basi ni serikali ya mabepande iliyokosea kutupa eneo hilo. Na lakini lipo mabepande. Hati hii inayotusumbua ni ya Kibamba CCM wilaya ya Ubungo. Je, ni halali kweli hati ya Kibamba CCM wilaya ya Ubungo kuja kuteka eneo la mabepande?